Plus 12. Yeah, tunasikia tuache madeba inutile bwana. Tutafute deba ya kweli. Bale batu bafunge tu safari luzima kutoka hapa kwenda Afrika ndio kwenda kutangaza watu wasema Yesu ni mweusi. So wanaenda kutangaza ukweli? Hapana. Lazima utangaze ukweli karibu murangi. Ndio pale tuko tunashindana na wewe. Ni ukweli karibu murangi. Ukweli ni kumwamini Yesu na kufanya matendo na kutembea sawa sawa na Mungu basi. Hakuna ukweli karibu murangi. Kama unakuwa mweusi, Yesu anakuwa mweusi, automatically unapata wokovu hata kama uitumikie. Awatumikie na kupatia ile nguvu. Nguvu gani sasa? Ile nguvu ndio itakupeleka mbinguni. Sasa nikuulize swali pasta. Ile nakuuliza kana wewe, ile nguvu ndio itakupeleka mbinguni. Sasa mbona kama mbona wajuishi wakubaliani mtu wote wa rangi yoyote ingie mdini yao? Wewe unaenda nani yule bwana alikuwa? Bajuishi unaingia mdini yao ndio fanya. Kama wewe unaanza kwanza kwa. Tangia zamani wale watu walikuwa na moyo mgumu. Yesu tu wale ana Mungu anabasema hapa tuliko na moyo mgumu. Wewe unafaa kwenda kubadilisha leo. Ni aliabu. Acha nipatie. Unasikia? Ni aliabu. Mungu tu anabashuhudia sema hapa beko shingo ngumu. Beko na marongo. Sasa njoo Mungu anabashuhudia. Sasa wewe ndio unafaa kubadilisha leo. So ile ni aliabu na wewe beko na kile kiupendelevu kiabo. Vile vile tu na wewe kwako unaona. Hivi acha nikuulize swali pastor. Swali. Hivi ukisikia neno Muhammad ama Muhammad unafikiria tayari pale unafikiria ni mtu wa wapi? Nani? Muhammad ni Mwarabu. Ni Mwarabu. Tayari ushatoa ni Mwarabu. Lakini dini yake sasa maana dini mpaka Waarabu tunao. Naona kuuliza na wewe kwanza. Dini yake ya Kiislamu kila mtu anaweza ingia dini yake. Lakini hiyo dini ya Kiislamu iko na original kwenye ilitokea. Yesu ndio original. Wapi? Azalika Bethlehem. Wapi? Bethlehem ilikuwa wapi? Iko Yerusalemu. Yerusalemu. Na wale watu wa Yerusalemu ndio alizaliwa. Ni Bajuish. Bajuish la. Ni Bajuish. Na sio Bajuish. Wale kule ni watu weusi. Na njoo hapo ba Israelite wenyewe na kuungana bapinga. Unaona kama unakubaliana nao wale? Unaona kubaliana nao. Sina nataka karibu kwa nao. Hapo kama kimena nisikia mimi sina nataka. Mie najua Yesu ananisaidia wokovu. Na wewe uliko unatafuta rangi ya Yesu au upate kitu, amini tu Yesu Kristo. Ndio basi. Ukishamwamini na unasema ni kutokuamini ndio kinafanya watu hivi. Na ndio kama mtu mwenye kuamini tu ukweli. Hata anza kujisikia mambo ya kusema nitoke tu lazima nikatangaze nani rangi ya Yesu. So no, wanaenda kutangaza. Yeye watu maandiko yanasema hakuna tena Myuda wala Myunani. Wapi? Maandiko. Maandiko gani? Hiyo maandiko yanasema hakuna Myuda. Utasukuma tu njumu na ina kutabita. Utasukuma maversio chini pale. Unasikia? Katika Bwana hakuna tena Myunani. Sasa unajua wote ni katika. Tuko na shida moja sisi wa Afrika pastor. Shida yetu ni gani? Hatutaki kukubaliana kwenye sisi tumetoka historia. Nani wewe pia kupale unakataa sema una Mwafrika? Mimi niko Mwafrika. Sasa mimi niko Mwafrika. Sasa mbona nakatala nini? Niko Mwafrika lakini niko Mwafrika. Yesu ni ndugu wetu. Ni mweusi wa kwetu. Yesu ni ndugu yako. Yeye mwenyewe mama yake anamletea batoto pale. Anasema nilipenda. Kama ni mama nimdipenda uweke huyu mkono wa kuume uweke mkono wa kushoto. Alisema ndugu yangu, mama yangu, baba yangu ni ule mwenyewe eko nafanya mapenzi yangu. Unasikia? Yesu kama atakuya wako ni kama unamwamini Yesu Kristo. Unasikia? Vile tu unamtaa sema ni mweusi. Sio ndugu yako, tunasema ni ndugu yako. Lakini kama umwamini na umtumikie, yeye asema sio ndugu yako. Na wale wenye kumtafuta sema Yesu ni ndugu wako mweusi. Kile tabalomba, njoo yeye kwa reconnaître sasa ni ndugu yeye. Baamwamini tu Yesu na wafanye bafuate njia ya. No, basi anakuwa ndugu yako. Baba anamwamini Yesu. Acha ndio anamwamini baada ya kutangaza mambo ya rangi. Baba baada kutangaza pasta. Ni lazima watu. Sio lazima bwana. Hapana kusema ni lazima. Si lazima watu wajue. Sio lazima, usiseme lazima tena unakosa tena zaidi ya kukosa. Yaani lazima nini? Lazima kuyasema Yesu ni mweusi wala lazima ni kumwamini Yesu. Ndio lazima, sio lazima rangi bwana. Kama ina lazima kwa nini hadi saa hii hata huyu tu YouTube usichangaa hata hivi video tuko nasema hapa tuko na post hapa ya kusema Yesu ni mweusi tukiatia mu YouTube bakaifunga juu tunasema tu Yesu ni mweusi bado wako napigwa mawe akishaona niambia haina maana iko na maana kama haina maana watu wangekuwa napigwa mawe kama ataifunga njoo ya kusema Yesu ni mweusi mimi na wasupport unaona njoo ile akili sasa ya Afrika ile wewe unatamani nini? Ile ni kutuchanganya mwichwa bwana. Yaani wewe unaamini ni mzungu tu.
Unajua kitambulisho kinakwambia sio ni mweusi. Mahali sababu hali yetu alikuwa mahali alitokea. Alitokea wewe. Unajua hapa wanaaminianga sisi wetu weusi hatuna kitu chochote kizuri kienyewe kina present kina aina nzuri ya unakumbuka yule mtu mwenye alitengeneza TV Afrika inawaka na hewa tu swali mua wanataka ile teknolojia itengenezwe hapa sababu ionekane kama inatoka ndugu yangu ndio shida tutakulomba sababu kuna namba wale watu walipika mao Kenya baito kwambia sema bwana mwache ile discours iko vibaya muamini tu Yesu mimi benye nataka kuona ubaya ubaya ni wapi wenyewe unaona pasi ile ya kusema Yesu ni mweusi sasa bando mimi narudia tena mweusi hamuna wokovu murangi hamuna wokovu bwana murangi hamuna wokovu wokovu iko ni ndani ya Yesu Kristo kumwamini basi wokovu unapata sikia nikwambie nimemleta Yesu sio kwa kuachanisha marangi nilimleta Yesu ni kwa kuleta wokovu duniani unasikia na nitoke kimleta unasikia awe mweusi awe nini nimemleta Yesu ni kuya kuleta nani wokovu pa dunia full stop sasa Yesu wako naongea inamaanisha unapingana kama Yesu sio mweusi nani Yesu sio mweusi na ukikuja kugundua Yesu ni mweusi utafanya ni sawa tu sio mbaya lakini haisifaidikie mbosi wake no kama ufaidi bona mimi faida gani kuna mbosi kuna watu uko napata faida hii sahihi yani ni ya pesa sikia hapo na wewe na bale wenyewe bale maki mkutu munjia hii maana mwe faida ya rangi ya wewe ni mwe ufaidike mo pesa no so mtu faidike mo ufalme wa mbingu sio wakula na kunywa bwana so ufalme wa mbingu sio wakula Yesu alikuya ni juu ya ufalme wa mbingu alikuya juu ufalme lakini kitu kenyewe kama unatafuta pesa tumika upate pesa yako kitu kenyewe unakosa kufahamu ni nini pasa kitu kenyewe unakosa kufahamu kuna watu kuna project inaendelea ya kushinda kuwatangaza kama Yesu ni mweusi ile neno inafinika hata sasa hii nyuma pastor hamtaki kukubali hiyo na pastor hamtaki kukubali mnajua kabisa ukweli Yesu ni mweusi alizaliwa Afrika lakini mko msistemu wa shenga mitia kutangaza Yesu ni mzungu hamtaki kutoka hiyo msistemu bwana sikia nikwambie wewe kubaliane kwa sitakukubali njoo ikikubali mimi siwezi tu kukubali sasa hapa kukubali siwezi kwa nini kama murangi mlikuwa faida mlikuwa sema sababu ile Yesu njoo wokovu wa ulimwengu eko ni wa wazungu tu si weusi atifaile Roma kwa wetu kama tunakuwa kugundua sema Yesu njoo wokovu yetu pale tutakukubali Yesu sio wa wazungu wala sio wa weusi Yesu sio wa wazungu sio wa weusi ni watu wote lakini tatizo hapa inakuwa sio Yesu ni wa wazungu ama na weusi tatizo inakuwa tu hapa Yesu ni wa rangi gani njoo kwenye yetu kwa hapa bwana mimi nakuuliza kisha kupata rangi yake kisha tufanye nini unafaidika ujue faida gani faida kujua Yesu ni mweusi na mimi ni mweusi niko na muhimu hapa wewe kwa nini wewe mwenyewe unapima muhimu ni nani baki sema Yesu ni mweusi ndio muhimu wako unarudia wewe unajua hivi ni watu wangapi nakuuliza leo tukikubali sisi wote ulimwengu utasema Yesu alikuwa mweusi okay sawa njoo nani unajua watu wangapi wataokolewa unajua kuokolewa kwa nini juu kujua tu Yesu ni mweusi kama wataokolewa njoo Yesu ni mweusi ni sawa tutashukuru lakini sikuishi habari kama Yesu ni mweusi unasikia njoo kule kwa mweusi kule kwenye kukubali mko nasema Mungu wetu ni huyu basi wale kabla wewe mitubu kuna Mungu fulani Mungu wetu fulani Mungu fulani njoo mwenyewe una maana mkumbewe tena na Yesu anakuwa Mungu wa weusi Mungu inaongezeka tena bwingi no sinakwambia hapana unajua kitu wewe hautaki kuelewa ukisema neno Muislamu washajua Waislamu mtume wao ni nani Yesu ni mtume basi hapana tusende kule deba kama Yesu ni mtume usikompare Yesu na mengine hata kwako compare Yesu ni Mungu okay ndio voilà. Yesu ni Mungu ile njoo hiyo Yesu ni Mungu tunarudilia na Mungu hana kabila na Mungu hana kabila ana kabila lakini Mungu ni wapi nani no tukishaanza Mungu ni wapi kama unasema Mungu ni wapi karibu tutafute baba yake Mungu ni nani mama yake Mungu ni nani hatuwezi enda kule tutafika ndio unasema Mungu ni wapi hatuwezi kwenda hivyo tutafute baba yake ni nani mama yake tutafika kule tutafika unasikia njoo nitaie njoo tutafika basi unasema Yesu Mungu alitoka wapi if pasia hivi uko hapa kutafuta wewe kutafuta mama baba kambo tunayua na turudie kwa Yesu hata biko bazima lakini tutayua turudie tukienda kwa Yesu asema nani Mungu tunakwambia Yesu ni Mungu
kwake ni wapi? Unasema Mungu tumtafutisha baba yake ya Mungu sasa. No. Hata turudie kwa Yesu. Tukisema tukimbilie Mungu ni nani? Tutaanza kwenda berevu ya kwanza kutafuta ndugu yake ya Mungu baba yake. Sisi tunarudia kwa tushikie pale kwa uzima kwa tushikie kwa pale kwa Yesu. No. Tuko pale kwa Yesu. Yesu ni mweusi. No. Yesu ni mweusi kwa nini? Kama ingekuwa mweusi inafichwa kwa nini kama Yesu sio mweusi? Na kama haina muhimu wowote, kwa nini sasa isitangazwe duniani? Papa wa Roma mwenyewe akipiga mwenyewe alikuficha ni nani na mwenyewe leo wewe mgajini msengenda akakwambia wewe asema Yesu ni mweusi. Ule mwenyewe alikuwa pale penye anamrevelea asema mweusi Yesu ni mweusi. Ndio vitabu mbona vile vikosa bakwana vitabu vile vitabu vya Ibrahimu na Musa yenyewe alikuwa anaandika. Biko Ethiopia hadi saa hii. Paka Ethiopia. Biko Ethiopia, unajua Ethiopia abikubali kutoka Ethiopia njoo anachunga historia. Unajua kwa ile shamba ya Edeni ilikuwa ni Ethiopia, lakini hawezi kuambia vile. Wewe tunakuwa nenda na watu watenda kutushontea na shamba la Edeni lazima njoo hii. Shamba la Edeni ilikuwa Ethiopia. Unasikia? Na njoo kuko vitabu vya historia vya Biblia biko Ethiopia. Unaona? Biko kule kabisa vinatulia. Beko na mapeji na mafoto na mapicha ya zamani kisa alikuwa anachora. Hakuna picha yote imechorwa na nywele ya Yesu ile kisi tunamjua. Hivi pasa tu hapa. Mwafrika wote uko pastor. Kuja kuambia papa leo papa pasta niliota Yesu alikuwa. Wanakuambia Yesu uko na rangi gani? Ni Yesu. Ongea tu kweli. Yesu. Yesu ni Mungu bwana. Unaona? Na njoo ile. Unaona? Na njoo ile. Njoo shida sasa. Na njoo ile Maria kama mweusi basi. Maria. Ni mweusi wote kule. Mungu wewe. Wandiko wanatufuata tunafika mwisho. Hii deba ni kubwa sana. Ndio si hivi. Wakristo wa kweli. Wakristo wa kweli. Msibakilie muhimu deba tuko nasikia kama samani Yesu ni mweusi, Yesu ni nini, hamtafaidikia kitu. Kitu tamilomba ubakie pa imani yenu. Awe mweusi haufaidikie kitu, awe mzungu haufaidikie kitu, lakini una faida kama unamwamini tu Yesu Kristo bila kuangalia kabila yake, bila kuangalia rangi. Kwa sababu kama anafanya kujionesha kwake, ajionesha tu kwa bazungu na siku tu kuonesha anajionesha wala sijionesha paka kwa siba Yesu vile wanasema ni wetu mweusi, anajionesha na kwa bazungu. Kama anafanya kutenda makubwa, anatenda na kubeusi na kubazungu. Inamaanisha kama yeye tu ni Mungu na Mungu ana kabila ni wa watu wote. Yenjo mwanzo mwisho. Unasikia? Mungu atubariki sana. No. Twende tena wapi? Twende wapi tena? Tumefika pale kwa. Mimi nataka kwa tufikie kwa sehemu yenyewe tunajua. Sehemu yenyewe tunafikia kwa hivi kwa unajua pasi tukisharudia kwa Biblia. Unajua Mungu alikataza kutoa sadaka. Sini madeba indete. Ona tupiki. Sawa. Kesho. Okay, next week tuko anarudia na hiyo topic. Tuko anarudia kabisa. Biblia Yesu alikataa sadaka zitolewe. Utatuletea maana tunahitaji. Sawa. Tuko anarudia ni hapa. Hapa. Next week tunaacha deba ni asema Yesu alikataza. Yesu alikataza sadaka zitolewe. Atakuwa kutupa. Lazima Yesu bosi wake alikuwa niko analeta na prove yenyewe Yesu alikataza sadaka sitolewe. Hadi sasa hiyo pastor ambao anatumia ile system wanakula kwa sadaka. Na nichanganya na baza kwa podcast kamuuliza hivi sadaka inaenda mbinguni ama wao wanakula sema bana kwangana tunaikula. Sasa njoo karudia sasa uone kwenye Mungu alikataza sadaka sitolewe juu ya siku. Sawa kesho bwana. Sawa asante sana karibu kwa PK podcast. Sawa asante sana. Kuna shaka.